So guys, welcome to my show ni Arrest GP2 TV. Anyway, tarehe 9 mwezi wa 12 huu mwezi kutakuwa na maandamano Tanzania. Na Watanzania wameamua bado wanarejea kwenye barabara. So leo tunataka kujua sua ni nini ambacho vijana wa Gen Z, vijana rika yangu yani wanakitaka kutoka kwa serikali. Na pia jana rais wa Tanzania aliweza kuongea, Mama Samia Suluhu Hassan, na kaongea baadhi ya mambo kadhaa, lakini mambo ambao wa Tanzania ama dunia ilikuwa inataka kusikia hakuweza kuyaguzia, na akakuwa na kuweza kusomea vyombo vya habari vya nje ambavyo viliweza kupeperusha taarifa ya Tanzania na kusema kuwa mambo ya nchi za magharibi wao hawajaingilia mambo ya nchi zingine, nchi ya Tanzania haijaingilia, kwa hivyo si vizuri pia wao kuingilia mambo ambayo yanaendelea Tanzania. So guys, tunataka kujua ni nini ambayo vijana kinawapush ama kinaweza kuwapea nguvu fulani kuingia kwenye barabara kuandamana. Vijana wanataka katiba, and katiba ambayo wanaitaka iwezi kachukua siku moja ama mbili. Katiba ni kitu ambayo inahitaji muda mrefu kuandika ama kutengeneza, na imekuwa ni shida kubwa baina ya vijana ama wananchi na serikali, kwa sababu katiba ambayo wanaitumia inapea serikali nguvu mingi kupita kiasi. Kwa hivyo katiba ambao wanaitaka kwa muhimu, yani kwa ufasaha, katiba ambao wa Tanzania wanaitaka ni katiba ambao wabunge, yani itakuwa waziri wanapita bungeni. Unajua mawaziri wakipita bungeni itakuwa inasaidia sana. Yani leo naguzia maandamano ya Kenya na Tanzania na pia Uganda. Kwa hivyo hii channel kila siku itakuwa na jaribu na pambana angalau narusha video moja ama mbili kwa siku. So kwa hivyo guys, jana rais wa Tanzania Mama Samia Suluhu aliongea. Na pia ningependa niguzie kuhusu maandamano yalipoanzia Kenya. Maandamano yalianza Kenya, yakatoka Kenya yakaja Uganda kidogo, kuwa na maandamano kiasi, lakini akatoka. Na nataka niwaambie nani huyu ambaye anawapea au marais ambao wameingia hivi karibuni madarakani nguvu fulani, ama kuambia jinsi ya kuwa dikteta, yani kuwa viongozi ambao wanakatalia madarakani, ambao hawataki kuambilika. So hiyo nitaguzia kwenye sehemu ya pili, lakini kwa leo naguzia kidogo kuhusu vitu ambavyo Watanzania wanataka kulingana na mitandao ya kijamii. Kwa hivyo Tanzania kumekuwa na utekaji, na utekaji hujakuwa Tanzania peke yake. Utekaji umekuwa pia Kenya, na baadhi ya video nitaweza kuziweka hapo mzione kuhusu utekaji. Ulikuwa Kenya sana, yani ilikuwa ukiongea William Ruto alipoingia madarakani alikuwa ameahidi wananchi vitu vingi sana, na kigafra maisha yakaanza kuwa magumu kidogo, mpaka mwaka 2024 watu wakatokea wakaandamana, vijana wa Gen Z kukataa. Baadhi ya wengi walikufa, lakini wengine walifanikiwa kufika kwenye bunge, wakapiga bunge moto, lakini wakaona angalau acha tungoje kidogo tuone kama serikali kutakuwa na mabadiliko fulani. Akatokea akaangusha mawaziri, akashuffle government yake, lakini pia vitu ambavyo watu walikuwa wanatarajia havikufanyika. Kwa hivyo utekaji ulikuwa Tanzania peke yake. Utekaji umekuwa Kenya, utekaji mkubwa zaidi. Hizo gari unazoona zinaenda, hizo ni gari za kikosi ambacho ni cha utekaji. Unaona? Abduction imekuwa Kenya, watu wanapotea, watu wanaenda wanapatikana wamekufa. Kwa hivyo pia Tanzania kumekuwa na utekaji mkubwa zaidi. Watu wanapotea, watu wanaenda wengine wanapatikana hai, wengine wanapatikana wamefanywa wamepigwa, wamekuwa tortured, wengine pia wamepatikana wamefariki, unaona? So vijana wanataka katiba mpya, katiba ambayo nilivyosema mawaziri watakuwa wanapita bungeni, kwa sababu mawaziri sasa hivi Tanzania wanaapishwa, yani rais akishawataja wanaapishwa hapo na rais. Kwa hivyo umuhimu wa mawaziri kupita bungeni inasaidia, kwa sababu pale kwenye bunge mambo kama rais kuchagua watu wa familia yanaweza yakafika bungeni yakakataliwa. Kwa hivyo it's better mawaziri wapite bungeni, unaona? And second thing ambayo wanataka ni tume ya uchaguzi iweze kubadilishwa, kwa sababu kumekuwa na mabadiliko, yani usumbufu kidogo kati ya vyama vya Tanzania. Imekuwa ni CCM inapata viti vingi kwenye bunge, yani bunge sana bunge inakuwa bunge la machawa of course. So hapo pia Watanzania walikuwa wanataka kuwe na katiba ambayo haipendelei sana, kwa sababu rais, wacha niweke wazi, rais vitu ambavyo vinampea nguvu ni bunge. Alafu rais akiwa na bunge amelikamata bunge, yani ameshalikamata bunge, amekamata bunge sehemu nyeti. Alafu rais akuja aunde mawaziri ambao watamsaidia huenda kufanya kazi ama kuiba. Na pia rais anaweza akaweza kutengeneza vikosi fulani ya kulinda madaraka.
vikapewa nguvu nyingi kupita kiasi. Ndio maana uliona vilikuwa vinafyatua risasi bila kujali. Kwa hivyo vikosi si Tanzania pekee, vikosi vimo hapa Kenya ambao vinakuja watu wamejifunika, wanafyatua risasi, yani wanaua sana. Unaona? Hiyo ni kwanga ni department fulani ambayo imetengenezwa na rais mwenyewe. Ni watu wachache ambao wanajua hicho kikosi, watu wachache ukaribu sana. Na hicho kikosi kinakuanga kimerinda madaraka ya serikali. Unaona? Kwa hivyo kiko Kenya na pia kiko Tanzania. Niliweza kukiona kipo Tanzania. So pia wananchi walikuwa wanataka uchaguzi urudiwe kwa sababu kuna wale ambao walitolewa kwenye uchaguzi, na pia kuna watu ambao walikuwa wanawapenda maybe walikuwa wanaona hatuna watu wetu ambao tunienda tuwachague. Unaona? Ambao ni chama cha Chadema na chama kingine hapo ambao vilikuwa ni vyama vikubwa zaidi vya upinzani, vikafanywa fujo kidogo alafu vikaondolewa. So rais wa Tanzania ameongea na alikuweza kuongea na wazazi. Unajua sijui script ilianzia kwenye Ruto, kwa sababu Ruto wakati watu walienda maandamano, Ruto walianza kusema wazazi muongeleshe watoto wenu. Unajua watu wa kitambo kudanganywa na kuwa ni virahisi kidogo. So akasema pia wazazi wazuilie watoto wao wasiende maandamano ambayo imepangwa pia tarehe 9 Disemba, mwezi wa Disemba mwaka 2025. Kwa hivyo pia watu walikuwa wanatarajia rais huenda akaweza kuwataja wale ambao walikuwa wanafanya walikuwa wanatumia live bullet, yani walikuwa wanapiga risasi za moto. Unaona? Walikuwa wanatumia live bullet, angalau hawataje ni watu fulani na fulani, akikuweza kufanyika. Kwa hivyo kwa mkutano, vitu ambavyo sisi tulikuwa tunatarajia kusikia vitu vikubwa kidogo havikuweza kutajwa. Na pia watu walikuwa wanataja pia wataki kujua vikosi vya utekaji ni vikosi vya nani anahusika ama nani amesimamia kikosi cha utekaji, kwa sababu Tanzania kumekuwa na production kubwa sana. Yani ukiongea unapotea. Ya pia wananchi walikuwa wanataka pia wametegemea rais ataongea idadi ya watu ambao waliopoteza maisha, lakini haikuweza kutajwa idadi ya waliopoteza maisha, lakini walikumbusha ulikuwa na uharibifu wa mali sana. And hiyo ningependa nikiongelea kidogo. Maandamano yanapofanyika, unajua kuna watu ambao sitaki niegemee mahali popote. Maandamano yanapofanyika, maandamano mengi yanafanyika kwa amani, lakini serikali lazima itafute njia ya kuchochea maandamano yaonekane ya fujo ili ku counter attack the demonstration. Yani sijui nisemaje kwa Kiswahili, ku counter attack demonstration. So serikali huwa inaenda inachukua vijana wauni na walipa, wanaenda wanaanza kuchoma, kupiga moto magari, kufanya nini ili maandamano ya amani yaonekane maandamano ya fujo, ili ipate njia ya kuua, kufanya rifle nomination. Unaona? Vitu kama hivyo. Hivyo ni vitu ambavyo mimi nimejionea na macho yangu. Unaona? So rais pia akaweza kusema kuna baadhi ya watu waliolipwa, lakini hakutaja waliohusika kulipa ni akina nani, na hizo pesa the figure kulingana na waziri mkuu, the figure of the money yenye alikuwa ametaja pesa ndefu sana. Kwa hivyo pesa zikigawa walikuwa wapi na mbona wataji waliolipana pesa? Kwa hivyo kuna udanganyifu fulani kwenye serikali inajaribu ya kufunika mambo yaliyotokea. Na baadhi sasa hivi serikali imeweza kulipa watu wengi sana, vijana wengi, ili waanze kusema hatutaki maandamano, tunataka amani, tunataka sijui nini, and kufunika mambo yaliyotokea ambao watu walipoteza maisha, watu wengi sana ya kulingana na video zilikuwa zinatoka Tanzania. And of course Watanzania wengi wamesema waweze wakufa moyo, lazima waandamane na lazima wapate haki yao. Unaona? Kulingana na kauli ya Watanzania wengi. Hiyo sio kauli yangu, ni kauli ya Watanzania. So rais pia aliweza kuongelea mambo ya watu kuingilia mambo ya juu. Tanzania ni nchi ambayo imezalishwa madini, yani Tanzania ina madini mengi sana. And kuna muda wamesema, mimi sioni kuna mtu ambaye anaingilia madini. Hizi ni vitu vya kuvumba watu, yani waone jamani hii vita ilikuwa ni kuna au wakoloni wanataka kuingilia mambo yetu nini. Lakini tuseme kweli, watu wamekufa wengi, watu wameuawa na si wakoloni wameua. Hao serikali ndio imehusika kwa kuua. Hilo tusilikatae. Yani hilo tulikubali, tuliweke wazi. Pia niliweza kuona kuna waziri wa vijana ameanza mkutano. Hii ni mambo yote ambao wanafanya ili kujaribu kuleta wananchi pamoja, kuficha ama kufanya wasahau yale yaliyofanyika. Kwa hivyo wanajaribu kuleta kuoneshana Tanzania imekuwa nchi yenye unaweza kaongea, kunakuwa na maoni. Ila mimi ningependa kusema baadhi ya muda unaposonga watarudi pale utekaji, uaji wakiolela. Yani hizi ni vitu wanafanya kwa muda, unaona, for just a time, alafu warudi kwenye script ile ya kuteka, kuua, kufanya nini. Kwa hivyo wanafanya kwa muda
kufunika watu macho. Hivi ni vitu ambavyo vimetokea hapa Kenya. Pia kwenye video nyingine nitaweza kuongelea kuhusu nani ambaye anawapea au nguvu, ama ni nani ambaye anawadanganya ama anawapea techniques ambazo za kukaa madarakani na jinsi ya kulinda madaraka yako. Kwa hivyo kwa rais wa Tanzania mtaona mengi kuona mpaka vitu wameleta watu sijui wapi wameingia kwenye serikali ili kuko karibu sana na serikali. Na kumekuwa na mvurutano mkubwa sana na serikali ya Tanzania nini, lakini mama angeachilia madaraka kwa sababu gani? Anajua serikali ya CCM ukatili na mambo ambayo wameyafanya. Yaani CCM inataka ikiondoka madarakani, mama akiondoka aache mtu ambaye atawalinda. Unaona, atakuwa mtu ambaye ataenda kuwafuata ama kufungua file za yale maovu ambao walifanya wakiwa madarakani. Kwa hivyo kabla hajaondoka, serikali nyingi za hapa East Africa, most mimi nataka niongelee East Africa, wakiondoka wanatafuta mtu ambaye atajali yale mali wameiba na ambaye atawajali uovu waliofanya, au atakuwa na muda wa kuwafuata ili kuwafungulia kesi ya kuanza kufurugana. Kwa hivyo guys, nyinyi kama mtatokea ni muda, ukiona ni muda wa kukomboa nchi yenu ni fresh, ukiona ni muda ambao nyinyi mpo sawa ni fresh, but it is time pia sisi tukatae haya mambo. Unaona, utekaji umekuwa yani watu wanapotea yani, yeah, that's not good. Kuna mahakama, kuna vyombo vya sheria, yeah. And mostly most of the time viongozi wanatafutanga viongozi kama wangazi ya juu, wanatafuta watu ambao ni wafisadi ili kuendesha nchi. Unajua ukiwa na watu wafisadi hawajali maisha ya wananchi, hawajali nini, unapata kuna jeshi limetulia. Alafu pia marais wengi huwa ukaribu sana na polisi. Wakiwa ukaribu sana na polisi wanaongezea mishahara fulani, wanaongea na wakubwa fulani wa polisi, kwa sababu polisi kazi yao ni kufanya usalama wa ndani. Jeshi inakuwa ni usalama wa nje na kulinda nchi, the border. Kwa hivyo mostly viongozi ambao ni dictators utafuta urafiki wa karibu sana na polisi ili wafanye ukatili na kujaribu kufunika maovu yao. So guys, naomba msubscribe hapo kwenye my page na pia muweze kucomment, na ungependa pia niongelee swala gani, uweze kucomment hapo chini. Ya, na nitaweza kupitia, alafu nirekodi, nishuti, alafu ni edit na pia niweze kukufahamisha. Thank you guys for watching my video. Nawapenda sana.